Twende tukaone kipengele cha tatu. Kipengele chetu cha tatu nimesema tutakuwa tunaunga herufi hizi ambazo zinakubali kuunga kwa mbele hizi. Au tutakuja kuona herufi ambazo zinakubali kuunga kwa mbele zikiwa mwanzoni. Sababu tunataka tumuunganishe dal. Twende tukaunge na si. Tunapata kitu gani? Huyu tunavyomuona hakubali kuungana na huyu mwanzo, huyu wa mwisho. Huyu mwishoni anakuwa hivi. Anakuwa hivi. Na huyu mwanzoni anakuwa hivi. Tukiandika hichi kitu hivi itakuwa hakina maana. Ikiwa herufi hazikubali kuungana kama huyu na huyu, waache kama walivyo. Kwa nini? Sin anakuwa na ule muundo wa hivi wa herufi hii. Sin tumie mate kati huyu na huyu. Sin anakuwa na huu muundo endapo zingatia. Anakuwa na huu muundo endapo herufi ya nyuma yake ni zile herufi ambazo zinakuja na huu muundo, zinakubali kuungana. Mfano tumemwona sin anakuwa na huu muundo endapo ta atakubali kuunga. Yaani sin anamwangalia kwa nyuma yake. Nimtolee tuungane. Wa nyuma yangu nani? Wa nyuma yako kuna ta. Ta anakubali kuungana na mimi kwa sababu ta anakubali kuungwa kwa mbele. Lakini sin akiangalia herufi ya nyuma yake hakubali kuungana na kwa naye sin hatakubali kuungana na huyu. Kama huyu hakubali na huyu hatakubali. Mimi atakwenda dal, atapata vile vile tu sin. Kwa nini? Narudia tena. Dal hakubali kuungana kwa mbele. Kwa kama hawakubali hapa hakuna muungano hapa, hakuna muungano hapa kati. Kwa sin atabaki kama alivyo na dal atabaki kama alivyo. Hapa tutakwenda kupata dal sin. Twende tukaone mfano mwingine. Tuna alif aungane na ba. Kama ilivyo alif wa mwanzo, ba wa mwisho. Rudi kwenye condition. Ikiwa huyu herufi wa mwanzo au herufi wa nyuma ya ba herufi ya nyuma yake ni huyu. Usi herufi ya mwanzo, huyu wa pili. Kwa hiyo wa kwanza, wa mwisho. Herufi wa mwisho anakubali kuungana kwa nyuma. Lakini anamwangalia wa nyuma yake. Anamwangalia wa nyuma yake hakubali kuungana kwa mbele na huyu. Kwa hiyo hapa wanabaki vile vile alif ba. Kwa hiyo tutakuja kupata vile vile alif ba. Hiyo ni katika mifano ya herufi mbili. Twende tukaone pia hii mifano ya herufi ambazo kubali kuunga kwa mbele tupige mingi sana. Ili twende kidogo kidogo. Watu wanafanya makosa. Mtu anaunganisha hivi. Hii ukishaunganisha hii ni lam tena, sio alif. Alif haikubali, haungani kwa mbele, sio kwa nyuma, kwa mbele na herufi nyingine yoyote. Kama haungani kwa huku na huyu naye hakubali kuungana kwa huku. Kwa kama herufi huyu anakubali kuungana kwa nyuma na herufi nyingine zinazokubali kuungana naye. Ikiwa anaungana kwa nyuma na hizo herufi ambazo hazikubali kuungana na wenzao kwa mbele, naye haungani. Kwa kunakuwa hakuna muungano, kunakuwa na empty space between them. Twende tukamuone dhal, labda dhal kaungana labda na ya. Kupata kitu gani? Dhal hakubali kuungana kwa mbele. Dhal atabaki kama alivyo. Ya huyu hakubali kuungana naye, ya atabaki kama alivyo. Kuja kupata mwangaza ndio dhal ya. Ili uelewe lazima ule mifano mingi sana. Ili uelewe lazima ule mifano mingi katika tukamwone ra kaja kaungana na swad. Ni vile vile unapata kitu gani? Haya tunaweza kuona ra huyo hapo kubali kuungana kwa mbele na swali naye kama huyu akubali kuungana naye swali anabaki kama alivyo. Kwa hiyo inakuwa ni kama mchezo tu. Kama wewe ukubali kuungana na mimi ni story. Tabaki kama tulivyo. Kwa hiyo tumeona hizi herufi hizi kwa mbele haziungani. Haziungani na hapa. Na kama haziungani na huyu naye haungani na huyu kama akubali kuungana naye. Nadhani hapa tumeelewana. Sasa tukaone herufi tatu sasa. Katika herufi tatu na kuendelea. Hizi ni herufi mbili. Herufi tatu tunakuwa na herufi ya kati. Al-amthilatu tukamwona hapo tunaunganisha nun aungane na ba, then aje aungane na sin. Nun aungane na ba, then aje aungane na sin. Tunapata kitu gani? Nun yupo mwanzo, ba yupo kati, sin yupo mwisho. Nenda kwenye jedwali. Nun mwanzoni anakuaje? Nun. Ba kati anakuaje? Ba. Sin mwishoni anakuaje? Sin. Kwa hapa wewe lazima uelewe
Ili uende vizuri ni lazima uelewe herufi gani ya mwanzo, herufi gani ya kati, herufi gani ya mwisho. Kama tulivyofanya. Njoo waunge. Mwambie nun, ba, si. Ushamaliza mzozo. Ushapata neno lako hilo, nun, ba, si. Njoo muandikia hapa, mwambie nun, ba, si. Ushamaliza mchezo huo. Twende labda tukamwone labda herufi nyingine labda ya sin wow pamoja kwa ya sin tukaona labda na wow hata kitu gani hapa ya kwa mwanzo, sin kwa kati, wow kwa mwisho. Twende tukaona ya kwa mwanzo anakuwa hivi, sin kwa kati anakuwa hivi, wow kwa mwisho anakuwa hivi. Kwa hiyo unachokifanya na unasogeza ya si wow. Kwa hapa kwenye kuunga takiwa mkono kidogo utulize ili utoe maneno yaliyonyooka. Kwa tumeona jamani, katika kuunganisha hizi herufi ni lazima kwanza ujue miundo, ujue herufi gani hasikubali kuungana na wenzao kwa mbele. Kama hasikubali kuungana na wenzao na wao kwa nyuma hakubali kuungana nao. Tatu, ujue kwamba herufi gani ya mwanzo, herufi gani ya kati, herufi gani ya mwisho. Obviously nilikwambia kitu cha kati mbele na nyuma, kina juu na chini, kinakuja na kushoto. Kwa hapa wewe ukiangalia tu katikati unaona huyo. Kwa kama huyu kati, tumia muundo wake kati. Na ndio maana nikaangalia herufi mwanzo, kati, mwisho. Maana kama kati anapokuwa kati hivi anaungana na mengine. Kati anakuwaje, anakuwa hivi au hivi, anakuwa hivi. Nun mwanzoni anakuwa hivi. Sin anakuwa hivi. Ili wapate neno moja, umoja uliokuwa mzuri, wataungana. Hawa kwa miundo yao. Sasa na watu wanatoka kufanya biashara, hawaungani wao, wanaunganisha pesa. Ndio hapo. Wameunganisha miundo ili wapate kitu kimoja. Twende tukaona sasa, labda mathalan tumegewa neno sin, naanza kuchanganya sasa yale na herufi ambayo yakubali kuungana kwa sin, dal, wameenda muungana pia na nani wameungana na swad. Unapata neno gani hapa kati? Sin yuko mwanzo, dal yuko kati, swad yuko mwisho. Twende. Sin inapokuwa mwanzo, lakini zingatia dal yuko kati. Ili twende vizuri. Dal yuko kati. Sin, dal anamwangalia herufi ya nyuma yake, anakubali kuungana na mimi. Sin anakubali kuungana kwa mbele. Tunapounganisha tunaangalia hivi, huyu herufi ilikuwa mwishoni au kati au nyuma, wa nyuma yake anakubali kuungana naye. Tunamwona sin anakubali kuungana. Kwa tunaandika neno yao sin. Hilo lazima ili ulizingatie. Angalia herufi iliyokuwa nyuma yake ni herufi aina gani? Hapa ingekuwa dal tungeiandika, kwa sababu dal ikubali kuunganika kwa mbele. Tungeandika kama hivi. Na ingebaki kama hivi kwa sababu kama huyu angekuwa dal na huyu na asingeungana. Kwa huyu ni sin, tunamwandika kama alivyo. Huyu ni dal. Dal kama huyu kakubali, na dal tunamwona yuko kati, anakubali naye, tunamwandika hivi. Huyu ni swad. Swad sasa. Swad herufi ya nyuma yake hakubali kuunga kwa mbele. Yaani hii inaenda mbele. Hii inaenda mbele. Na huyu kwa mbele hakubali kuungana. Swali inabaki kama alivyo. Kwa kama naye hakubali kuungana, na yeye aungane naye. Unakuwa mchezo. Kwa tunambada kuna sin, dal, kisha swali. Ili uweze kufanya vizuri zaidi, fanya mazoezi, jiulize maswali. Lao tungeunganisha hapa dal na swali. Dal anakubali kuungana kwa mbele, mbele anakubali kuungana na herufi nyingine, hakubali. Kama hakubali na huyu wa mbele yake anakubali kuungana naye kwa nyuma, hakubali. Waache. Dal anakubali kuungana kwa nyuma, ndio. Wa nyuma yake nani? Sin. Sin anakubali kuunganika kwa mbele, ndio. Waunganishe. Twende tukamwone mwingine. Tuna alif au gani wao au gani ya. Tunapata neno gani? Alif ipo mwanzo. Wao wanamwangalia alif. Alif kwa mbele hakubali. Mwandike kama alif. Wao naye kama huyo anaungana naye wao wanabaki kama alif. Wao naye kwa mbele hakubali. Kama wao hakubali kuungana na huyu ya naye anabaki kama alif. Kwa hiyo kuja kupata haya maneno ili ufanye vizuri zaidi, lazima ufanye mifano mingi sana. Mifano mingi sana, nasisitiza mifano, mazoezi mengi ili uweze kuunganisha, tumia miundo, ziulize herufi. Wewe mwanzo unakubali kuungana kwa mbele?
mimi sikubali. Kama huyu hakubali na huyu anasema mimi sikubali, tubakishe kama tulivyo. Huyu naye anakwenda kuungana kwa mbele. Anakwenda kuungana kwa mbele. Sasa mtauliza swali, mbona wao kabaki katikati kama alivyo? Swali zuri. Anabaki kama alivyo kwa sababu huyu hajakubali kuungana naye. Naye hatoi muundo wa kuungana naye. Kwa kama Alif hakubali kuungana naye, unatabaki kama alivyo, ili condition ya kuzingatia sana. Haijalishi herufi ipo kati afu tukaiandika kama ilivyo. Inaandikwa kama ilivyo endapo herufi ya nyuma yake hajakubali kuungana naye. Alif kwa mbele hakubali kuungana na herufi nyingine. Kama Alif hakubali na hawa waliokuwa mbele yao hawakubali kuungana naye, kwa hiyo kakataa. Wanabaki kama alivyo Alif wao. Twende kumwangalia wao. Wao kwa mbele hakubali. Ya naye kwa nyuma anakubali, ila herufi iliyokuwa nyuma ya ya ni wao. Basi ya naye hakubali, zinabaki kama zilivyo. Ndio maana tupata neno hilo hapo. Na sio hapa tutumie miundo. Hatutumii miundo kwa sababu gani? Kama nilivyoelezea, unaangalia na herufi ambazo ziko nyuma, ziko kati, ziko kama hivyo Alif na kadhalika. Hapa twende tukaunganishe sasa herufi 4 na kuendelea. Na hapa nitakuwa mfano mwisho, kisha jukumu litabaki kwako katika kufanya maswali. Kuja somo linalokuja tutaendelea na somo la irabu. Sasa kutia irabu katika maneno wa billahi alhamd. Allah atufanye pesi katika usomaji wetu wa maneno ya lugha ya Kiarabu. Nasisitiza na kuhitaji vitabu vya sana na Qur'an baada ya kushamaliza somo. Hata tuona kwa namba WhatsApp 0775677076, lakini namba hiyo inatumika kwa njia ya kawaida, kwa njia ya message ya kawaida. Tutatumia kupatikana Kimara, Dar es Salaam, Millennia, Muslim Education Center. Tupo katika kuitoa elimu katika jamii. Twende tukaone herufi 4 na kuendelea. Hasa herufi 4 herufi za kati zinakuwa 2. Na hata herufi 10 herufi za kati zinakuwa nyingi. Ukamwone hapa. Hapa twende kidogo. Labda tuna ba, tuna ta, afu tuna shi, afu tuna swa. Sawa sawa. Twende kidogo. Ili uende vizuri, angalia kwanza wa kwanza na wa mwisho. Hata kipanga matokeo ya wanafunzi. Wa kwanza nani? Afu anaanza kuangalia katikati. Wa kwanza ni mkubwa ba, wa mwisho swali. Twende katikati. Katikati tuna herufi 2. Kati tuna herufi 2. Ila twende kidogo. Ba anaungana na ta. Ba anaungana na ta. Ta kabla tujamuunganisha na ba, tumwangalie wa mbele yake ni shi. Ta anasema wa mbele yangu mimi ni shi. Ikiwa mbele yangu ni shi na shi anakubali kuungana na mimi, ta tumeandikia muundo wake katikati. Maana yake ni kwamba ta kakubali kuungana na ba na ta kakubali kuungana na shi. Kwa nini kakubali kuungana na shi? Kwa sababu shi mwenyewe anakubali kuungana na ta. Narudia tena. Tumeandika hivi kwa sababu ta akubali kuungana na ba atoa muundo wa ungana. Ta akubali katoa akubali kuungana kwa nyuma. Herufi zote kwa nyuma zinakubali kuungana. Lakini ta ameutoa huu wa mbele kwa sababu kamwangalia shin naye anakubali kuungana kwa nyuma na ta. Kwa hiyo shin naye atatoa nakubali. Lakini kabla tujamwandika shin, nenda kamwangalia wa mbele. Shin anakubali kuungana kwa nyuma na ta. Je, wa mbele yangu anakubali naye nimpe tuungane? Wa mbele ni swali. Swali ni nani? Swali kwa nyuma anakubali. Kwa hiyo swali ni la mwisho. Kwa hiyo shin naye tutamwandikaje? Tutamwandika hivi. Maana yake ni kwamba shin amekubali kuungana kwa nyuma na ta na amekubali kuungana kwa mbele na swali. Swali kwa mwishoni. Wenzake wameungana wote naye atatoa muungane wapate neno moja. Tunaenda vizuri, tunaenda sambamba. Allah atasaidia kidogo kwa mimi ambao wanaelewa vizuri. Allah atafanya ba ta shin swad, ba ta shin swad, ba ta shin swad. Hapa twende kidogo. Maana yake ni kwamba ba kwa mwanzo, shin kwa mwisho, swad kwa mwisho. Huu unaruhusiwa kumwandikia muundo wake kabisa. Lakini kosa kwa sababu gani? Inategemea herufi ya nyuma yake ni nani. Tunaanza kumchanganya jedwali. Ba anatoa muundo. Kwa nini naye ba akatoa? Kwa sababu anamwangalia ta. Ta kwa nyuma anakubali. Nikwambia herufi zote zinakubali kuandika kwa nyuma.
Kwa hiyo baa ametoa kwa sababu taa anakubali kubadilika.